Asante sana kwako ambao umechagua Selin Network. Hii unaoitazama sasa hivi ni Talk to Diaspora, Experience of Life Abroad. Watu mbalimbali wanakuja kushare hapa na ninaozungumza nao ni diaspora, yes, kutoka barani Afrika ambao wanaishi pande mbalimbali za dunia hii. Kikubwa ninachotaka kusikia kutoka kwao ni yale ambayo wameyaona, wamejifunza. Wanataka na wewe ambaye una matamanio siku moja kwenda kuishi nje ya bara la Afrika siku moja, basi upate dondoo za kujua nini unafaa kuzingatia. Kwa hiyo nakualika, mimi naitwa Selina, karibu. Hii ni Talk to Diaspora. Mgeni wangu ambaye ametupa baraka na kuingia hapa kwenye show yetu si mwingine bali ni Salehe Mwanamilongo. Yes, hili ni jina tajika miongoni mwa majina tajika, yale top cream kabisa kwenye tasnia ya habari kimataifa. Amehudumu kwenye kiwanda hiki cha wanahabari kwa takriban miaka zaidi ya 20. Usishangae watoto 2000 mnaweza mkamuelewi huyu ni nani, lakini ndo niko naye hapa, anafunguka mengi kuhusiana na safari ya maisha yake ughaibuni. Salehe, mambo vipi? Mimi mzima, na wewe? Salama. Salehe Mwanamilongo, mbona kama jina la Mbeya Mbeya hivyo, Mnyakyusa? Hapana, mimi Mkongo wa Manyema. Yeah. Nimezaliwa Kasongo, huko ndio kwetu. Yeah. Jamani, nimemuuliza tu kitani kwa sababu najua kule Mbeya kwa nchini Tanzania majina Mwakiembe, Mwakaleli, Mwakyusa, Mwakarobo ndio majina. Sasa nilivyosikia Mwanamilongo, watu wanaweza kanajua na yeye ni wa kule kule, lakini huyu ni jina la ukoo Mwanamilongo. Maana yake nini? Mtoto mwenye ardhi. Yaani sisi nimetokea kwenye familia au na Utanzania wewe kwa mbali. Hamna. Basi ndio tuko naye leo hapa na mengi ataenda kuyazungumza ikiwemo keria yake anayoifanyia kazi. Huyu ni mwanahabari, yes, tutasikia kuhusiana na habari toka ameanza mpaka sasa anaonaje, lakini pia ni diaspora, anaishi hapa nchini Ujerumani. Tutasikia safari yake hapa nchini Ujerumani, yapi anaendelea, anaona vipi. Basi muda ni sasa, usiondoke. Najua hapa ndani kidogo kumepoa, nimekuja kumvamia hapa Maritime Hotel. Ameweka kambi yake hapa kwa muda mchache kwa ajili ya kazi, lakini ametupa nafasi, ameacha kazi kidogo ili tuweze kuzungumza naye. Sasa hapa kwa sababu kuna movement za watu wanapita, ili tusiwashtue zaidi, mtende kwenye nje pale tupate mapumziko kidogo, alafu tupige mastori yetu. Sawa Salehe? Asante. Haya, twende. Okay. Salehe, kwanza asante kwa kuweza kunipa muda wako na kukubali kuwa mgeni wetu wiki hii kwenye Talk to Diaspora. Kubwa ninalotaka kufahamu kutoka kwako, kwanza tuzungumzie tasnia yako kwa jumla jamala. Wewe ni mwanahabari, na nimekufahamu mimi ukiwa mwandishi reporter wa idhaa Kiswahili ya DW. Kwa wanaofahamu ama wasiofahamu, Salehe Mwanamilongo huyu ni nani mbali na kuwa mwanahabari? Salehe Mwanamilongo ndio kama unavyosema, ni mwandishi wa habari wa siku nyingi wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Kama correspondent Kinshasa kwa miaka 15 na baadaye niko hapa Ujerumani kwa miaka 5 sasa. Nilifanya pia kazi na Sauti ya Amerika kama correspondent wa idhaa ya Kiswahili kwa zaidi ya miaka 13 na pia correspondent wa Associated Press, ni AP kwa kifupi. Kwa zaidi ya miaka 12. Wow. Na television ya taifa kwa miaka 18, radio na television. Kwa hiyo kwa ufupi ndio. Kwani una miaka mingapi? Mbona faili ni kubwa sana Salehe? Mimi sasa miaka 46. Wow. Ina maana umeanza kufanya kazi ukiwa bado kijana mdogo kabisa. Yaani kazi ya kwanza mimi ni uandishi. Ndio kazi yangu ya kwanza. Nilianza kwenye redio ndogo bado mwanafunzi, redio. Baadaye nilikuwa navutiwa sana na waandishi kwa sababu Kiswahili sijajifunza kwamba nimejifunza kwenye Kiswahili. Ijapokuwa nimezaliwa huko Manyema na ndio ngome ama tuseme Manyema ya Kongo, Manyema ya Kigoma. Manyema, Kongo ina jimbo la Manyema. Ala, kwa wale wa Manyema wa Kigoma Tanzania inawezekana walitoka Kongo. Historia imetuambia hivyo kwamba kuna ndugu zetu wa Manyema ambao
wako Tanzania. Wapo wengi Kigoma huko. Na huko Kasongo ambako nimetokea mimi. Kasongo? Kasongo ndio. Si Kasongo la jina, kuna mtaa mwingine unaitwa Kasongo. Kwa tukisikia ile Kasongo ndo ni jina, kwa sababu kuna watu wengi wanajiita Kasongo. Ni tofauti na wimbo huo wa Kasongo. Okay. Haya bwana Sele, hongera kwanza kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Umekuwa icon ama naweza sema role model kwa vijana wengi sana, hasa wale wanaofuatilia habari kimataifa. Jina lako linapotajwa wanaelewa ufanisi wa ufanyaji kazi wako. Asante. Upekee wa sauti yako. Umeniambia unazungumza Kiswahili, nafahamu Kiswahili cha Kongo. Kwa wale ndugu zetu ambao mmebahatika kukaa na Wakongo, mnaelewa kuna namna ambavyo Kiswahili chao kikizungumzwa kile cha bamutu banalokota benyewe, lakini wewe Kiswahili chako yani kimenyooka kama vile umekaa Dar es Salaam pale Tanzania. Hichi Kiswahili umejifunza ama imekuwaje Kiswahili chako yani akiko kwenye lafudhi ya Kikongo? Asante kwa swali hilo. Mimi sijaishi Tanzania ama sijajifunza Kiswahili, fasihi hizo za Kiswahili. Ni kuiga tu. Kuiga cha darasani ni Kiswahili ambacho ni changa tena cha Kongo ambacho anania anaona ana. Yaani kwa kujua kwamba vipi mnatumia neno a na e na i, yaani ni vitu ambavyo vinawekwa ambayo Mtanzania kwa mfano hawezi akavielewa. Ndio tunajifunza na hadi shule ya msingi pekee, na ni somo ambalo halichukue muda mwingi. Kwa hiyo mimi Kiswahili changu ni kuiga, kwa hiyo ndio nina mapungufu mengi, na nilikuwa nimejifunza ninaposikia stories za wengine najifunza maneno. Kwa mfano wakati nilikuwa nacheka wakati tunasikia mbiu ya mnyonge. Tukawa tunajiuliza hiyo mbiu, yani mnyonge wanakimbia, yani kwetu sisi tunadhani kwamba ni mbio ya mnyonge. Kwa hiyo mbiu na mbio. Yani hatukuwa na uelewa. Hapa sasa ndio maneno mengi nimeanza kuelewa kwamba kwa mfano balozi, kwetu sisi tunajua mlozi ndio mchawi na nini, kwamba balozi wa Kongo yani kumbe ambassador. Baadaye ndio najua kumbe ni ambassador na nini. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vingi. Kiswahili sijajifunza. Kiswahili ni kuigaiga tu, kusikiliza vyombo vya habari. Na bahati nzuri Kiswahili ndio kimeniweka kwenye nafasi leo ya kujulikana kimataifa, kwa sababu ingekuwa ningefuata taaluma ya Kifaransa, kuna wengi ambao wanazungumza Kifaransa na nini, lakini nikasema nitajitolea. Wewe ni Mswahili. Kwa hiyo Kiswahili tunachoripoti kwenye television ya taifa inaomba uzungumze Kiswahili ambacho kila mtu Mkongo kwanza akusikia, akuelewe. Na umuhimu wa taarifa ni kwamba audience wa kuelewa unachozungumza. Kwa hiyo ni tofauti. Ripoti nilikuwa nikituma Deutsche Welle ni tofauti kabisa na ripoti ambayo nafanya kwa Kiswahili, kwa lugha hiyo ili radio ya Kongo watu watusikie. Na uliweza kuswitch. Hongera, una kipaji. Si rahisi, lakini ni kujitolea. Unajifunza. Sijajifunza. Tanzania nimeenda mara ya kwanza, nimefika Tanzania mwaka 2013. Ndio nimefika kwa mara ya kwanza Tanzania. Na ni kikazi ama ulienda likizo? Nilienda kwa mara ya kwanza, ilikuwa ni maadhimisho ya miaka 50 ya Deutsche Welle. Kwa hiyo ni hivyo, lakini tumezoea kwa sababu cha kwetu kuna maneno mengi ya Kifaransa ama maneno ambayo unatakiwa uzungumze Wakongo wakuelewe. Yaani mtu wa Katanga huko Lubumbashi atakwambia kwamba ukanichunge kumulango, yaani ningojee nyumbani. Anakwambia kanichunge kumulango. Labda kanichunge kwa hoteli. Na ndio anakwambia kwamba tukutane nyumbani, ndio anakwambia kanichunge kumulango. Okay. Kwa hiyo kuna maeneo na utofauti. Hata Kongo kwenyewe
watu wa Manyema huko wanazungumza Kiswahili namna yao, Kalemi ambao kwa kweli kuna maingiliano na Tanzania na Tabora na nini. Kwa hiyo Kigoma, samahani, kuna watu ambao kwa kweli wanazungumza na fasaha Kiswahili na watu wa huko Kisangani huko Oriental tofauti, Kivu pia Kiswahili chao. Kwa hiyo ni kama Tanzania ambavyo kuna lafudhi za mikoa mbalimbali kwenye uzungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Lakini maneno ni hayo ijapokuwa lafudhi, lakini kwetu sisi maneno tofauti. Wengi wanatumia maneno ya lugha zao za asilia na wanaingiza kwenye Kiswahili. Na ndio tofauti kubwa. Okay. Hebu niambie, nani alikuvutia ama nani ni role model wako kwenye tasnia ya wanahabari? Ni vigumu, lakini kuna kila mtu ana mtu ule mmoja. Ukiwauliza waigizaji atakwambia nilikuwa namwangalia Denzel Washington ama namwangalia Brad Pitt. Ukiangalia watu wa kuimba, mwingine anakuambia namwangalia Beyonce ama namwangalia Lady JD, namwangalia Fally Ipupa na kadhalika. Sasa wewe kwenye uandishi wa habari, kuna yule mmoja labda unamtazama, unavutiwa na anavyofanya kazi, ama ulikuwa ukimsikia ukasema huyu amenihamasisha niingie kwenye hii tasnia? Kongo huko kulikuwa mwandishi mmoja alikuwa anaitwa Kudura Kasongo, alikuwa ananivutia jinsi alivyokuwa anatangaza, lakini yeye ilikuwa kwa television, lakini kwa redio na tuseme Kiswahili bila shaka kulikuwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika ambaye mpaka sasa anafanya kazi, Abdushakur Abud. Alikuwa ananivutia sana. Na wanawake, kulikuwa na mama mmoja nilikuwa namsikiliza sana na nilikuwa napenda jinsi alikuwa anaripoti, anaitwa Aisha Yahya, alikuwa BBC. Nafikiri amestaafu tayari. Na hapa Deutsche Welle kulikuwa na Khair. Nilikuwa napenda sana walivyokuwa sauti zao. Ama unapenda nini? Sauti zao na jinsi walivyokuwa wakiripoti, kutangaza, nilikuwa napenda sana. Na hawa generation mpya, Gen Z ama Gen Alpha ama millennial wenzako, nani anayekuvutia? Kijana wa makamu ama mzee tayari? Wewe millennial. Sijui. Wa millennia. Ako nitajie top 3 yako. Sijui, lakini wako wengi. Na unaogopa lawama hujanitaja mimi nisije nikasahau wengine. Sawa, lakini wanafanya vizuri. Na Sauti ya Amerika pia Khadija Riami nilikuwa namsikia, sauti yake pia alikuwa ananivutia sana. Yani unasikia raha ya kumsikiliza mtu anatengeneza. Ukitazama tasnia kwa hicho kipindi toka umeanza ukiwa kijana mdogo kabisa wa miaka 20 na mpaka sasa ulipofikia, maendeleo ya teknolojia kwa upande wako unayavoyatazama yameathiri industry ama yameiboresha kwa kiwango gani? Kwa sababu wewe umehudumu kipindi hicho kabla ya mambo ya kidijitali na sasa upo kwenye kidijitali. Unaiangalia vipi tasnia? Kwa kweli inaendelea vizuri. Bila shaka teknolojia imesonga mbele. Nakumbuka wakati huo, na kwanza mara ya kwanza mtu aliyenipigia simu kwa kuripotia Deutsche Welle alikuwa ni Othman Miraji. Ilikuwa tarehe 25 Mei, sijasahau siku hiyo. Akanipigia simu, kaniuliza nazungumza na Saleh Mwana Milongo huyo? Ndio. Mimi ni Othman Miraji, tunataka utufanyie ripoti leo kuhusu, nakumbuka hata ripoti niliyofanya ya mara ya kwanza ilikuwa ni kuhusu ripoti ya Tume ya Haki za Binadamu Kongo, ambayo ilisema kulikuwa na kasoro na mauaji na nini ya dhidi ya waandishi habari na ya ugandamizaji kabla ya uchaguzi wa 2006, uchaguzi wa kwanza. Kwa hiyo ilikuwa unapigiwa simu, unasoma script yako ambayo umeiandika kwa simu, ukikosea unarudia na huku wataedit. Yani story ya dakika 3 unaweza ukaisoma kwa muda wa dakika 9 kwa sababu unaweza ukajirudia kukosea. Wanakurekodi wao moja kwa moja. Wanakurekodi. Na kama una auton, yani sauti ya mtu mwingine kwa kuweka kwenye kuchanganyia, unaicheza, baadaye unaweka simu kwenye kipaza sauti hapo, wanarekodi na
wanakata, yani ulikuwa usumbufu kweli kweli. Yeah. Kwa hiyo teknolojia imesaidia sasa hivi kazi unaiona nyepesi. Bila shaka. Lakini wapo baadhi ya wanahabari au vyombo vinavyosimamia misingi kwenye tasnia ya habari wanalalamikia kumekuwa na upotofu au upotoshwaji wa taarifa kutokana na maendeleo kuwepo. Ukitazama teknolojia imekuja sawa na faida za kurahisisha kazi, lakini imekuja na chanya kwa sababu watu wanatumia AI na mambo mengine. Ukipicture tasnia miaka 10 ijayo, unadhani itakuwa imebomoka kwa kiwango gani ama imeimarika? Ama kama itakuwa imebomoka, nini unadhani kinafaa kifanyike sasa hivi ili kuweza kuishape isije ikaharibu kabisa taswira nzuri ya tasnia ambayo imejengwa, ama nyinyi mloingia katikati kuendeleza kuijenga na kuwa na misingi? Teknolojia inatakiwa iangaliwe vipi ili isiweze kuharibika kabisa industry hii? Inategemea, ni dhamana kwanza ya waandishi wenyewe, kwa sababu hapa leo kila mtu anaweza kuwa mwandishi habari. Yani ana simu yake na anaona tukio, anaweza kurekodi, anarekodi na anatuma, inakuwa ni habari. Lakini mbali na haya yote, mbali na maendeleo ya teknolojia, bado vyombo vya habari hivyo tunaiviita traditional, vya tuseme vya asilia, vina umuhimu wake, kwa sababu watu kwa kuweza kupata picha rasmi ya kitu, ya taarifa ama ya tukio, wanatakiwa waswichi, japokuwa wanaona mitandaoni, lakini wanakwenda huko kwenye vyombo hivyo ili kuweza kuhakiki na kupata sura kamili. Kwa hiyo mtu ambaye anasomea taaluma hiyo na mtu ambaye tu anaifanya hivi tu kwa kupata clicks ama views na ni tofauti, ni tofauti. Lakini ni tishio pia, kwa sababu hatujui kutofautisha sasa taarifa iliyo sahihi na potofu. Kwa hiyo itategemea pia kuwe na sheria ambazo kwa kweli zinabana matumizi hayo ya mitandao ya kijamii ama matumizi ya teknolojia pia ya kisasa ambayo inaweza kupotosha vitu zaidi. Inatishia pia kwa sababu fasi ambapo watu walitakiwa kuwa 10 ama 15 kufanya kazi ni watu 3 ama 4 ambao watahitajika, kwa sababu wewe mwenyewe una shoot, una edit na unatangaza, wakati ambapo ilikuwa inaomba kuwe na cameraman, kuwe na mtu wa kuedit, kuwe na mtu wa kuweka sauti na kuwe na mtu wa kutangaza. Kwa hiyo mambo yanabadilika sana. Teknolojia. Mambo yanabadilika. Lakini kwenye mfumo wa kidijitali pia watu wana nafasi ya kujiendeleza ili kuweza kufanya kazi na hiyo teknolojia yenyewe. Bila shaka. Ni muhimu, ni muhimu. Mafanikio gani umeyapata kupitia kazi yako ya wanahabari? Mafanikio nasema ni makubwa. Kwanza maingiliano na watu, yani mwandishi wa habari ana network ambayo ataingia kila mahali. Mimi nilikuwa mtangazaji ama ripota, nikakutana na maraisi, nimekutana na maraisi wengi hasa wa eneo hilo letu la kanda ya maziwa makuu, rais wa Uganda, wa Kenya, wa Tanzania, wa Kongo. Kwa hiyo ni uraisi huo, na si tu maraisi, lakini watu wa tabaka, watu maarufu, tabaka zote unakutana nao. Ni mafanikio makubwa, yani unahisi ndoto yako kwamba inakamilika. Na mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa na ndoto ya kusafiri, na Mungu akasaidia, nimetembelea nchi nyingi sana, ambayo zaidi ya nchi ngapi umetembea kwa haraka? Zaidi ya 80 hivi. Na nina ndoto ya kutembelea huenda Australia, Sydney na Jerusalem. Pia natamani sana nikifika, lakini bara Amerika, Asia, Mashariki ya Kati, Ulaya. Hongera. Na katika nchi ulizoenda, nchi gani imewahi kukukera usema sirudi tena hii? Sijui, lakini unafika unasema kumbe ndo haya, mimi tena si mguu wangu kwenye hili taifa. Siwezi kusema hivyo, mimi ni mwandishi, lakini kuna nchi ambazo unakwenda changamoto na nini, lakini
si safari ya muda mrefu ama kwamba unaishi huko, ni safari fupi tu ya siku 3 siku 5. Huwezi ukasema kwamba unakerwa zaidi, lakini unajikuta unahisi kwamba bado changamoto ni nyingi na nini. Zipo, lakini kujifunza tamaduni za hao watu, na kwa kweli nimeamini kwamba yule aliyesema kwamba kusafiri ni kitabu kikubwa sana, kama mtu anakwenda shule na thibitisha, kwa sababu unajifunza kustahamili wengine. Ni swala ambalo kuna wengine ambao wanataka kila kitu kiwe ama kifanyike anavyotaka, lakini unajikuta kama hapa Ujerumani pia unajikuta watu kwamba ni watu ambao wanastahamili sana. Akimkuta mtu foleni atasubiri hadi muda wake ufike na ndio afike ahudumiwe, ambako mfano wa kwetu ni tofauti kabisa. Mtu anataka ahudumiwe muda huo. Unakuta mtu yuko dukani kwa mangi anahudumiwa, na wewe unataka mangi nipe kabla ya yule mkuta. Tamaduni nyingi, heshima pia. Watu kama Japani, kama Korea, unawakuta watu wana adabu na nini, kama watoto wa vijijini kule kwetu Afrika. Bila shaka. Sawa bwana, nimekuuliza nchi ile ukukera, lakini baadaye utaniambia pia ipi ilikufurahisha ama unatamani kwenda kuishi, kutembea. Hilo utanijibu baadaye. Okay. Haya bwana Salehe, nimekukuta hapa. Najua jamani, tumemkuta Salehe hapa panaitwa Maritime Hotel. Tujamkuta nyumbani, lakini sio mbaya kwa sababu yuko hapa kikazi na ametuambia amefikia huku, kuna chumba yuko anafanya kazi zake. Kwa hiyo tusimpotezee muda mwingi hapa nje, tutaenda ndani akamalizie kazi zake, lakini pia mazungumzo yetu mengi kuhusiana na experience yake yeye ya maisha ya hapa nchini Ujerumani ambako anaishi hapa. Yeye kama mwana diaspora atatufungukia mengi tukiwa huko. Salehe, sasa tujiandae kwenda ndani, lakini nataka nijue hapa umeoa kwanza. Kuna mtu hapa anaangalia anataka kujua hivyo tu, umeoa ama ni single? Mimi nimeoa na mke na watoto. Jimbo haliko wazi. Kwa jimbo hili lina mwenyewe. Na mke na watoto. Lakini dini yako si inaruhusu kuongeza kama nafasi inaomba pia. Haya jamani, wale mnataka kujua kuhusu masuala yake ya familia, Salehe ni mume lakini pia ni baba wa familia. Mengi ataenda kutuambia huko, basi twende alafu tuendelee kupiga mastori. Asante. Karibu. Tuko hapa Maritime Hotel. Huyu ni Salehe Mwanamilongo, ndio tumekuja kumfuata. Kwa hiyo tunaenda. Karibu. Alipoamua kuishi kwa siku ya leo maisha hoteli mazuri bwana, watu mnafaidi kwa muda, lakini ndio kwa sababu Mungu alitusaidia tulisafiri sana. Young journalist wakiona hivi wanatamani mimi kama Milongo nikae hotelini. Maisha ya hoteli, Japani, Korea, China, Marekani, Canada, Uswisi. Nchi gani umewahi kuishi ukaipenda zaidi ama kutembea? Kuishi najua unaishi hapa Ujerumani. Nchi ambayo umewahi kuitembelea kwa sababu nchi tangiamba rudi leo kesho kutwa mimi anytime naenda. Nimeshukuru, nimetembelea nchi nyingi, sijui 75 80 ngapi na kitu hivi, lakini kitu nitakachokusangaza ni kwamba mahali nilipopapenda sana na hata leo nikiambiwa nichague kwenda kuishi, unajua ni wapi? Muscat, Oman ndio nchi ambayo nilipapenda sana kwa muda. Yaani panatulia, hakuna kelele. Ni nchi kwanza watu wengi hawaijue. Unajua Oman? Muscat, of course, mimi tena. Nchi za Uarabuni. Sijai kufika lakini walau nimewahi kuisikia. Lakini pazuri. Nilipapenda, nilikuwa huko mwaka 2014. Nini hasa kilikuvutia? Tende kharwa au? Kwa mara ya kwanza nimekula tende Muscat. Mkula yenyewe kabisa. Tende ya Uarabuni. Hii imeshafunguka tende. Watu wanaishi kwenye janga lakini kuna matunda ya kila aina na namna yote. Kwa kweli maisha yalikuwa mazuri kwa kipindi hicho na ilikuwa ni ziara ya kikazi. Nimetembelea nchi nyingi lakini nilipapenda sana Muscat. Oman, pazuri. Kwa hiyo ukiambiwa anytime rudi Muscat au ikitokea nafasi ya kufanya kazi Muscat hujiulizi mara mbili. Kitendo bila kuchelewa nasema. Okay. Na Salehe,
Tunaendelea tulipoishia, wanasema katika watu ambao nimekuwa kwanza nina shauku ya kufanya nao mahojiano. Wewe ni miongoni mwa wale watu wangu top kabisa, na unajua kwa sasa kutafuta muda mrefu kwa sababu kuna vitu vingi sana watu baadhi ambao nazungumza nao, waandishi wa habari vijana wanakufuatilia, unawa inspire kuona, nikasema hebu tupate kusikia story upande wa pili wa maisha yako. Uko vipi? Maisha yalikuwaje wakati unaingia hapa nchini Ujerumani na sasa yanavyoendelea, unayaonaje? Maisha hayakuwa rahisi kwa sababu nilikuja wiki 2 au 3 hivi corona ikaanza. Na baadaye lockdown, yani wakafunga kila kitu. Tatizo ni nini? Mimi sijui kupika, ndio yani nilikuwa sijawahi kwenda jikoni maishani mwangu. Kwa sababu nimekuwa hata kuchemsha chai hicho ni kitu kidogo chai na sana. Mkate. Na mikate lakini huwezi kuishi kwa chai na mkate tu. Ikawa ilikuwa experience ngumu sana kwangu. Lakini nikajifunza mengi, nikajifunza kupika na kujinyoa nywele mwenyewe kwa sababu wakati wa lockdown huwezi kwenda saluni. Ikawa hivyo, na ilikuwa kipindi kigumu sana. Una mawasiliano, familia haiko hapa, uko peke yako nyumbani. Kwa kweli ilikuwa ni mtihani. Na sasa tunazoea, hatujakuwa Wajerumani kwa maisha yao hayo, lakini kwa namna fulani kuwa na familia, kuwaona watoto kila siku, ambayo haikuwa rahisi nilipokuwa Kinshasa, kwa sababu nilikuwa nafanyia kazi si tu Deutsche Welle, television ya taifa, sauti ya Amerika VOA, na Associated Press kama correspondent. Kwa hiyo kazi ilikuwa nyingi, na miaka ya nyuma hapa sikuwa na baki nyumbani muda wote. Leo niko hapa, kesho mashariki, baadaye nje ya nchi, safari nyingi na nini. Lakini hapa kitu kingine ambacho nafaidika ni kwamba kila siku nawaona watoto na tunaishi kwa bondi na familia imekuwa kubwa zaidi baada ya kuingia nchini Ujerumani. Saleh, sasa hivi nataka tuzungumzie maisha ya diaspora. Wewe ni mwana diaspora ambaye kwa sasa unaishi hapa nchini Ujerumani. Kwanza nataka kufahamu kabla ya Ujerumani kuna nchi yote ambayo umeshawahi kuishi? Kabla ya Ujerumani sijaishi katika nchi nyingine, lakini kwa mafunzo tu kama China miezi 6, Canada pia miezi 3, lakini Ujerumani ndio kwa mara ya kwanza naishi kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Nitasema Ujerumani ni nchi ambayo kila kitu kimekuwa kama vile kwenye box, yani kinaendeshwa kwa misingi, na sisi ambao tumetokea nchi za Kiafrika, siwezi kusemea ama kuzungumzia nchi zote, kama vile mfano wa Kongo, kuna tofauti kubwa. Kongo ambapo unaweza ukahitaji kitu unakipata siku hiyo inategemea mfuko wako. Lakini hapa inakuchukua siku au wiki au miezi kwa kupata kitu ambacho unahitaji. Utaratibu huo wa uongozi ama administration ni tofauti kubwa. Na kitu kingine ni watu ambao wana heshima na discipline, na kila kitu kimekwenda kwa discipline. Kilichonishangaza ni wakati wa mlipuko wa corona, jinsi watu wote walikuwa wanaheshimu sheria ya kutotoka nje na nini. Kwa kweli nilishangaza sana, wakati ambapo sheria kama hizo Ufaransa zilikuwepo katika nchi nyingine, lakini huko iliomba polisi washuke mitaani kwa kuweza kuwabana watu wasitoke nje. Lakini hapa kauli tu ya uongozi kwamba watu wasitoke nje, wakawa wakati, na huwezi kuona hata pusi paka huwezi kumuona nje anazurula. Kwa lockdown kuanzia binadamu mpaka wanyama.
paka wanyama ilikuwa inaheshimika. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho yani sangaza sana katika kuheshimu sheria kwa Wajerumani. Wanavyosema system works, ama watu unatii sheria bila shuruti. Hiyo ndo inamaanisha unaiona kwa uhalisia hapa Ujerumani. Nataka kufahamu kwa upande wako, kipi kilikuia ugumu wakati unaingia kwenye hii nchi? Najua umetoka Kongo, umetoka Afrika, of course umeshasema umetembea kwenye baadhi ya nchi. Wakati unaingia Ujerumani, sasa maisha yako yanakuja kuanza tena upya, naweza kusema mbali na Afrika. Kipi kilikuia ugumu kaona nitaweza kweli? Lakini upo unakomana unaenda nacho. Kilichonijia ugumu ni upweke hadi sasa. Hiyo kuona baada nina familia hapa lakini ni tofauti na nyumbani. Huo upweke ninazungumzia yani marafiki wa routine, kutoka kazini nyumbani kazini. Ni kitu ambacho kwangu sikuzoea, kwa sababu ilikuwa unamaliza kazi unakutana na marafiki, unakutana na ndugu. Kwa hiyo maisha hayo kila siku na watu ambao wanakuja nyumbani Sasa umeweza vipi overcome hiyo challenge? Ni kujaribu na familia, watoto na mke wangu, tunakuwa tunakaa kuzungumza ama kutoka, kwa sababu hata nyumbani maisha yangu yalikuwa mara nyingi sana kwenda nje out mikahawa na kwa hiyo tunajaribu, lakini si rahisi hadi kufikia sasa. Sijazoea, naweza nikasema kwamba sijazoea hayo maisha. Nini unakimiss zaidi kutoka Kongo? Mbali na marafiki, mbali na hizo out. Kwa kweli kuna kelele hizo kama unasikia unaenda mitaani na nini kila mahali kuna ama muziki ama watu wanaimba ama watu wanakuwa wanapurukushani barabarani na nini. Kwa hiyo ni Kongo na muziki. Kitu ambacho kwa kweli nimekimisi zaidi. Una miss bolingo. Si tu hilo, lakini kuna yani hali tu unaona kwamba watu wanakuwa active. Hapa unadhani kwamba ni kumekuwa ni siku ya maombolezi ama maandamano. Yani hakuna watu barabarani, ukimya, na hasa Jumapili. Sasa Jumapili. Kwa hiyo ile inakupa kidogo sonona ya kuona inakuwaje, lakini tunaishi, hamna namna. Ndio maisha uliochagua. Hebu niambie, toka umeingia hapa ni changamoto gani umekutana nazo? Wapo baadhi ya Waafrika ambao nimezungumza nao, mwingine anakuambia amekutana na ubaguzi, mwingine lugha labda inamtatiza. Wewe ni vitu gani hasa kwako vimekuwa ni challenge au unajaribu kupambana navyo kadri uwezavyo ili uweze kuishi vizuri? Bila shaka changamoto ya lugha ni kubwa kwa wageni, kwa sababu kwanza umejifunza. Mimi kwa mfano nazungumza Kifaransa, nazungumza Kiswahili, nazungumza Kilingala, nazungumza pia lugha yetu ya kabila langu ambako nimetokea. Kwa hiyo kufika hapa na unatakiwa kuzungumza Kijerumani, na kwa kweli ni changamoto kubwa hadi kufikia sasa, kwa sababu mazingira hayo, kila asubuhi unaenda kazini, baada ya kazi hata muda wa kuweza kuwasiliana na wengine hamna, na kazini unazungumza lugha Kiingereza, sikutaja pia kidogo tunazungumza, na lugha ambazo ni za kikazi ni Kiswahili na Kifaransa, kwa sababu nafanyia kazi idhaa mbili huko Deutsche Welle. Kwa hiyo ni vigumu sana. Na ikiwa huzungumze lugha ya wenyeji, maingiliano kwa kweli pia ni magumu. Kwa hiyo bila shaka ni kama wengine wageni hapa, ni changamoto kubwa. Sasa you here to stay, ama wewe kwa hizi mbilinge unazokutana nazo unaona nitakaa kuna muda nitarudi nyumbani? Ni vigumu kuweza kuzungumzia hivyo. Kuna mtu unaweza ukasema kwamba nimekuja kwa miaka 5 ama miaka 6 ama mwaka mmoja na nirudi nyumbani, na kadri siku zinavyozidi kwenda unajikuta kwamba miaka 5, miaka 10, miaka 20 na unazeeka na here to stay. Na ni si swala ambalo mtu anaweza kuamua tu kwamba
naweza kufanya hiki ama kile na baadaye naondoka. Kuna vitu vingi vinaingia katika maisha ya binadamu ambayo mwenyewe huwezi ukajua nini kinaweza ikatokea kesho. Kwa hiyo sijui. You cannot predict your future. Yeah, sijui. Tunaacha muda uzungumze, tunasema. Bila shaka. Okay, sawa. Asale, wewe nataka kujua, umefanya kazi ya wanahabari kwa muda mrefu. Ukilinganisha ufanyaji kazi Afrika, nyumbani ulikotoka, na hapa Ujerumani ambapo umekuja, licha ya kuwa umekuwa ukifanya kazi na idhaa za kimataifa kwa muda mrefu, lakini sio kuishi kwenye hizo nje. Sasa huko Ujerumani unafanya kazi, ukiweka mizani ya ulinganifu wa ufanyaji kazi hapa na kule ulikotoka, unaonaje? Kuna usawa ama kuna sehemu kuna mapengo? Inategemea, lakini kikubwa ni kwamba mazingira ya kazi hapa yana urahisi wa namna yake. Naweza kuelezea mfano wangu mwenyewe. Kwa sababu Kongo ni nchi ambayo unajua ina machafuko, tunakuwa na tunayaona na kuyashuhudia machafuko hayo. Na wakati naingia kwenye tasnia hii kumekuwa na vita mara kwa mara, yaani tumeshuhudia maeneo ya vita. Tulikuwa huko Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, hadi misituni huko kutizama jinsi mambo yanavyokwenda, kuwaona wakimbizi, wahamiaji, na yani ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ina stress nyingi. Kwanza tasnia mbali na mazingira yenyewe, lakini kazi ya uandishi ina stress. Ina stress, na ni kitu ambacho mtu ama kipaji ama kitu ambacho unakipenda. Kwa hiyo inategemea, na hapa nchini Ujerumani ni tofauti na Kongo. Kongo unajua Kinshasa ni mji mwenye wakazi milioni 16. Misongamano ya magari, kuna kila kitu, yani changamoto nyingi sana. Unaweza kupangiwa story kwamba utatuletea story ya mchana, bado kama ungali nyumbani kufika ofisini ni changamoto. Kwa hiyo unakuwa na hiyo stress ya kazi na kila siku. Lakini hapa unaweza ukajipangia kwamba unatoka nyumbani, unajua kwamba baada ya dakika 10 ama 20 utakuwa tayari ofisini na utafanya hiki na kile. Imekuwa tofauti kama wakati nilipokuwa correspondent, yani mwandishi wa Deutsche Welle Kongo, na huko nilifanya miaka 15 kama mwandishi, na pia nikiwa nikifanyia kazi televisheni ya taifa na redio ya kitaifa. Kwa kweli kuna tofauti. Mazingira ya kazi hapa ni tofauti kweli na mazingira ambayo tunafanyia kazi nyumbani. Okay. Kama sio mwanahabari ulikuwa unajiona nani? Bila shaka. Kwanza mimi sikuwa nategemea, kwa sababu nilikuwa na aibu ya kuzungumza mbele ya watu. Sikuwa nategemea kwamba nitakuwa si wakuone umechagua radio. Lakini hata Kongo nilikuwa natangaza kwenye televisheni ya taifa. Lakini mara nyingi nilikuwa napenda sana kufanya reportage, yani kuwa reporter kwenye field, kuliko kupangwa kwenye ratiba kwamba niwe presenter. Mimi nilifanya kwenye secondary school nikafanya biology, chimie, yani biolojia na chemistry, ambayo nilikuwa nategemea kwamba huenda nitakuwa daktari au mfamasia ama nifanye kitu kingine. Lakini mambo yakawa yanabadilika tu mara moja, na kwamba nikajikuta na kuwa mwandishi wa habari, kwa sababu nilianza na redio ndogo sana ambayo ilikuwa ya wanafunzi. Kuzungumza. Na nakumbuka kitu ambacho kilikuja kunipa nafasi hiyo ni wakati mwaka wetu wa mwisho, kama wanaita sijue kidato cha 6 Tanzania. Kwetu sisi pia ni hivyo. Ikawa sasa siku ya kuaga shuleni. Kwa hiyo nikaandika katika kamati hiyo niliyoteuliwa, lakini siku ya kupresenta mkatafuta nani sasa ende akazungumze kwa nilichoandika. Wote wenzangu wakakataa, wakasema tu mwenyewe nenda ukazungumze na nini. Kwa hiyo ilikuwa changamoto, na nikasimama hapo. Kwanza sikusoma, nikazungumza tu sasa
nijia kichwani, na ilikuwa kwa kweli ni hatua kubwa mimi ambayo nilikuwa na aibu ya kukataa kuzungumza mbele ya watu na nini, na nikafanya hivyo na mambo yakaendelea. Mambo mazuri, hongera. Asante. Speaking of malezi ya watoto, nafahamu wewe ni baba wa familia, ni mume. Of course kuwa na partner, mnaweza mka switch maisha ninyi wawili. Lakini kwa upande wa malezi ya watoto, umewalea watoto wako wapi? Una watoto wangapi kwanza? Wengi. Wengi 100. Si 100 lakini ni wengi, Una count Kuna wale ambao ya wangu binafsi, kuna wale wa dada zangu ambao naishi nao ambao ni hapa Ujerumani. Hapana, wako nyumbani. Okay, nataka kujua hapa Ujerumani umekuja na familia yako na watoto wako wote ama umekuja wewe na mkeo? Mimi na mkeo na watoto 4. Na watoto wako 4. Nataka kufahamu sasa, kwanza watoto wako ni umri gani? Teenager ama wadogo kabisa ama wakubwa wanajitegemea? Wa mwisho ana umri wa miaka 12 sasa. Teenager hapo sasa ndio inaanza vizuri. Hebu niambie, ulikuja nao wote wakati unakuja hapa Ujerumani. Malezi ya watoto kwa upande wako, umewalea, umewazaa Kongo, wameanza elimu kule, wanaelewa utamaduni na kila kitu cha kule. Ghafla ukawabadilishia maisha na kuwaleta hapa Ujerumani. Wanajifunza vitu vipya, wanajifunza lugha, wanajifunza kuchangamana, wanajifunza kila kitu, na hata wewe unajifunza kuwalea kwenye nchi ambayo mbali na nyumbani. Experience yako ya malezi imekuwa rahisi ama ngumu? Na kama ngumu, imekuwa ngumu kiasi gani na ugumu huko kwenye nini? Na kama urahisi, umerahisishiwa kwenye nyanja zipi? Kwa kweli ni swali gumu. Jitahidi kulijibu. Kama mzazi ni lazima watoto wale kama unavyo tamani. Kwa hiyo unajua malezi kwetu Afrika ni watoto wawe na adabu, wanaamka wasalimie waliokuwa na umri mkubwa kuliko wao na nini. Kwa hiyo ikawa hivyo, watoto hawaende nje kutembea hovyo. Lakini unajikuta hapa kuna uhuru fulani hivi ambao mtoto anakuambia tu nina wenzangu nitakwenda nje na nini. Kwa hiyo ikiwa utamuuliza sitaki, atakuuliza kwa nini hutaki na hayo yote. Kwa hiyo ni changamoto kwanza. Ngumu kwako kwa hiyo. Malezi magumu ukilinganisha na Afrika. Bahati nzuri hawakuja wadogo sana, walikuwa wanaelewa heshima kwa wazazi, vipi kudeal na changamoto hizo. Kwa hiyo wamekuja hapa tayari wana zaidi ya miaka 10. Wameelewa mengi, na unapomzungumzisha anajua kwamba huyu ni baba na huyu ni mama. Hadi sasa tunashukuru kwamba huenda ni wasikivu, wanaendelea kutekeleza yale tunawaambia. Wasiwasi ni huo wa kuona, kwa sababu wanatuambia mbona wenzetu wazazi wao wanawafanyia hivi, ama kunakuwa na hiki na kile, kwa nini sisi tusifanye, ama kwa nini mimi nisifanye. Ndio wasiwasi huo kila siku, maingiliano kwanza. Unajua wanatokea Afrika na nini, na hapa wanakuja kukutana na watu ambao hawana utamaduni wetu, hawana mila na tabia zetu. Inaomba tu mazungumzo hayo ya kila mara, kila siku, kuwazungumzisha na kuwahamasisha na kuwafasiria kwamba sisi japokuwa ndio tunaishi huku, lakini sisi ni tofauti. Sisi ni Waafrika. Sisi ni Waafrika. Na mmebeba Uafrika wenu. Bila shaka. Kwa hiyo ni changamoto ambayo kila siku inaomba kuwe na mazungumzo na watoto, kuwafasiria na kuwaeleza kuhusu yale ambayo ni mazuri kwao, kwa sababu bila shaka ikiwa utachukua hatua na kumchapa labda kama asikii ni vigumu. Lakini kwa kauli tu, mimi nitoka zamani kuwachapa watoto si tabia yangu. Hatua gani unachukua sasa? Maana tushazoea wazazi wa Kiafrika, nyinyi ni viboko. Wewe umesema toka zamani. Kufoka tu, anajua kwamba nimemfokea. Kwani unaongea mpaka anajua kwamba nimekasirika. Kwa hiyo ni hivyo. Wow, hongera na unajitahidi. Kwa hiyo unawaambia nini wazazi wenye watoto kama wewe wa Afrika ambao wana struggle katika malezi ya watoto nchi za Ulaya? Si rahisi, inategemea, na kikubwa hapa ni swala hilo la maingiliano. Na hapa
watoto ama wanawake wana uhuru fulani hivi ambao hauwezi kuwabana, lakini kwa bahati nzuri ni mashauriano, yani kuwa na mazungumzo wakati wote, kujua mahitaji yao na pia kuweza kuwashauri kuhusu maisha yao ya kesho na mustakabali wao. Ni vitu ambavyo ni muhimu, mazungumzo hasa zaidi na watoto. Yani ikiwa utajitenga na wao hawajue dunia walionayo hivi sasa ya kidigital na nini na nini, itakuwa vigumu sana waweze kukuelewa. Inaomba tu kila mara kuzungumza nao. Ni bahati pia Mwenyezi Mungu. Nini unapenda kwenye hii nchi zaidi kinakuvutia? Ni kila siku unasema bora niko Ujerumani. Ni kitu ambacho kina nivutia zaidi ni kuona kila kitu kinaendeshwa kwa mipangilio. Muda, watu wanaheshimu muda sana, watu wana waadilifu, yani si wadanganyifu sana. Sijui wale ambao sijakutana nao, lakini Wajerumani ambao kwa kweli na wafahamu na nini, anakuamini kwa kile tu unachomwambia. Hicho ni kitu ambacho kwa kweli kinakuvutia zaidi. Hali ya hewa kwa upande wako unaionaje? Bila shaka ni kitu familia ama kinakutesa? Maana wengi wanalalamika hali ya hewa baridi, si wanashindwa, ama wengine joto, kija msimu wa sama joto na nyeli inakuwa pale. Bila shaka, lakini kwangu mwenyewe si changamoto kubwa. Baridi ndio hakuna anayezoea, hata wao wenyewe wazungu ambao wamezaliwa hapa, wamekulia hapa, wakati wa baridi imekuwa imewasumbua. Kwa hiyo mimi pia naweza nikasema ni hivyo. Wewe kama mwana diaspora, najua kuna grupu ama jumuiya mbalimbali za Waafrika wanaoishi nje ya bara la Afrika, na yamkini naamini pia hapa Ujerumani ipo jumuiya ya Wakongo mnaoishi hapa. Nataka kufahamu walau mambo mawili ambayo ninyi kama diasporas wa kutoka Kongo mngetamani yafanyiwe kazi ili iwe faida ama manufaa kwa mustakabali wa diaspora ambao mko hapa. Hakuna kwamba kuna chama cha Wakongo wanaoishi Bonn ama wanaoishi Ujerumani. Sidhani. Community hiyo haipo. Lakini wako Wakongo wengi, hasa hapa Ubeljiji pia wako, Ufaransa wako. Na kunakuwa na mengi. Unajua hali ya nchi yetu, hakuna usalama wa kutosha, ni swala la vita huko mashariki mwa Kongo. Kumekuwa na siasa pia ambayo ni mbovu ukilinganisha na nchi nyingine. Yani wengi ambao wanaishi hapa unahisi kwamba hawana nia ya kurudi nyumbani, kwa sababu wanasema ni changamoto, hata uwekezaji, rushwa, na wengine wamekuja kama wakimbizi. Kunakuwa na vitu vingi sana ambavyo wana wasiwasi huo kwamba tafadhali aishi maisha yake tu hapa, kuliko kuwa na ndoto kubwa ya kwenda kwa mfano kuwekeza, na anajikuta kwamba anaweza akafilisika kwa wakati wowote, serikali inaweza ikaanguka, kunaweza kutokea na vita na nini. Kwa hiyo bado watu ambao nimezungumza nao wana hofu kubwa sana ya kuweza kurudi nyumbani kwa ajili ya kuweza kuwekeza ama kwa ajili ya kwenda kuishi huko. Mifumo ya afya, mifumo ya kijamii na nini, ni bado ni tatizo. Usafiri, miundombinu, yani huwezi ukategemea kwamba utatoka Kinshasa uende Kisangani ama uende Goma ama uende Lubumbashi kwa barabara kutokea Kinshasa. Ni vigumu. Hakuna barabara, inaomba uchukue ndege, na ndege, usafiri, usalama wa ndege zenyewe ni mashaka, ajali zina. Kwa hiyo watu wamekuwa na huo wasiwasi kila mara. Ni hivyo, na hakuna kwa kweli, wengi wa wale ambao nimezungumza nao hawana amani ya kutaka kurudi kusema kwamba wanataka kurudi nyumbani leo ama kesho. Basi ni wakati wenu sasa kuunda chama kitakachokuwa kinatoa sauti moja kwa maslahi mapana ya ninyi kama diaspora wa Kongo mlio katika mataifa mbalimbali ama hata mlio hapa, kwa sababu wanasema umoja ni nguvu. Mnapoungana, mnazungumza mmoja mmoja, yamkini inaweza isisaidie. Mkiwa wengi mkapeleka ajenda zenu ama mkashauri ama mkasukuma jambo fulani, inaweza kusaidia kuleta mabadiliko kwa namna moja ama nyingine. Asante kwa mwamko. Labda tuelekee ukingoni kwa kumalizia tu, nikikupa nafasi ya kuzungumza na diaspora wenzako wa Afrika kwa ujumla ambao mnakutana, nini ushauri wako kwao? Unawaambia nini?
Yaani kwamba Afrika ni lazima ijiendeleze, na watakayoiendeleza Afrika ni sisi wa Afrika wenyewe. Nafikiri wale wanaobahatika kuja hapa kwa ajili ya taaluma fulani ama kusoma na mafunzo yoyote yale, mbali na maisha yako mwenyewe, lakini ikiwa familia iliyo kubwa iko nyumbani na wanaendelea kuteseka, wanaendelea kutopata huduma bora na nini, sijui kwamba utaishi kwa amani na raha. Ni wengine ndio anaweza akasema yani na familia yangu, mke wangu, watoto wangu inatosha, lakini unapoona kwamba walio wengi hawanufaiki na chochote, hata wewe huwezi kuishi kwa amani. Ndio swali lako uliuliza lini napanga kurudi. Siwezi nikajua kwamba ni kesho ama baada ya kesho, lakini bila shaka maisha ya uzeeni ikiwa utakuwa Afrika itakuwa bora zaidi, na ninaogopa kwamba maisha ya uzee yanikute hapa. Ni changamoto. Kuna nyumba za wazee. Ni changamoto, lakini huko utakuwa na binamu, utakuwa na mjukuu, utakuwa na fulani. Yaani unajikuta kwamba moyo bila shaka, mbali na upweke wa hapa wa kila siku, lakini kuwa na hao watu itakusaidia kuishi. Mama atakubali nyumbani pale. Sijui, lakini ni swala la ushauri pia, tunaweza kushauriana kujua wapi tunaweza. Nenda mimi nabaki. Sidhani tunaweza kufikia maelewano. Kwa hiyo ni kitu ambacho tukumbuke kila siku kwamba Afrika ina vipaji vyote na ina uwezo wa kujiendeleza kama nchi za Asia Kusini na Asia Mashariki ambazo kwa kweli zinafanya vizuri na zinajiendeleza. Sisi pia tunaweza kufikiria kwa mifumo yetu, na kinachotakiwa hapa ni kuwa na taasisi zilizoimarika za uongozi ambazo zinaweza kuchangia kwamba Waafrika wapate hamu ya kurudi. Ni wengi kwa kweli. Unakuwa unakutana na siwezi hasa nchi hizi zingine ambazo wengine huenda Ujerumani wanaogopa kwa sababu ya lugha, lakini nchi hizi ambazo zimezungumza Kiingereza, Kifaransa na hata Kireno na Kihispania, unakuta kwamba Waafrika ni wengi sana. Kwa hiyo ikiwa hata watoto wetu wanaweza kupata hiyo hamu ya kurudi Afrika kwa sababu kuna mazingira bora ya kuwekeza ama ya kufanya kazi na nini, nafikiri kwa kweli Afrika haiwezi baada ya miaka 20 ama 30 ijayo kwamba tunaweza tukakosa vitu vya kutupeleka ama kutusukuma kabisa kuliko hatua ambayo tunapiga hapo bila kwenda mbele. Wanasema home sweet home. Bila shaka. Kwa kweli nyumbani ni nyumbani tu. Hata kama mbali na kelele na changamoto za Kongo kwa mfano Kinshasa. Yaani unaweza ukafikiria hivi kwamba kwa kweli na miss nyumbani ya kila siku unapofikiria. Thank you jamani, tumemaliza. Una lolote? Unamaliza sasa hivi kama nini? Lolote unalotaka kuongea kwa mashabiki zako? Ni kuambia tu kwamba kila mtu awe na ndoto yake na aweze kuiamini ndoto hiyo. Mimi sikutegemea kwamba nitakuwa mwandishi habari, lakini nimefikia uandishi. Yaani ni kama vile kipaji, na baadaye nikaja kusomea uandishi, na ndio maana kila kitu kikaenda vizuri. Lakini ni swala la ndoto ambayo ikiwa una ndoto unaweza ukakamilisha ulicho kifikiria ama unachokitaka. Okay. Jamani, yes, huyo ndio Salehe Mwana Milongo ambaye tumekuwa naye leo hapa kwenye Talk to Diaspora. Mengi ameyazungumza, umesikia safari ya maisha yake kutoka kule nchini Kongo ambako ndio chimbuko lake asilia, na sasa anaishi hapa nchini Ujerumani ambapo yuko kikazi. Amekita kambi hapa, anaishi hapa yeye na familia yake. Yamkini kuna mengi ulitaka kuyasikia, labda sijauliza ama nimeuliza na umepata jibu, lakini kama lipo wewe fanya kuniandikia, mimi nitalifikisha kwake na jibu lake utalipata.
Sawa, muda wetu sio rafiki, umetutupa mkono, lakini nasema asante sana kwako ambao umeweza kututazama na kufuatilia toka nilipoanza naye mazungumzo pale awali mpaka sasa tumefika ukingoni. Thank you so much. Mimi naitwa Selina na kwa niaba ya mgeni wangu hapa Saleh Mwanamilongo, tunasemaje? Bye bye. Au tufunge Kifaransa? Basi nampa nafasi si mwanahabari. Tufungie show hapa kwa Kifaransa. Merci. Merci tu. Hebu sema jamani, asanteni kwa kutazama. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un plaisir de recevoir ma collègue Selina Mdemu, qui est aussi brillante, qui vient de la Tanzanie. Et moi, je viens de Kinshasa, de la RDC. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Till next time, Selina, thank you for watching. Bye-bye.